Hi guys, mambo vipi? Hope you are doing well. Mimi niko poa kama kawaida. Karibuni sana hapa kwenye channel yangu Naomi Lifestyle Journey. Guys, as you know, nimeshindwa ku-upload, it's been a while, lakini ni changamoto tu za maisha. Sometimes maisha yanakupeleka hivi but bado tunaendelea na safari ya kupungua mpaka tupate matokeo, mpaka kieleweke. Leo nilikuwa nimekaa tu naendelea na shughuli zangu hapa nyumbani, nikakumbuka tu story ya maisha yangu. Basi let's share with you guys. Maybe kuna mambo mawili matatu you can learn. Yeah. Mimi nimekuwa emotional eater. For a long time, of which imenipelekea au ina mchango mkubwa wa mimi ku add a lot of kilos, a lot of weight. So back then nikiwa secondary form 2 nilianza kupata mwili, kwa sababu mimi nakumbuka nikiwa primary nilikuwa mwembamba sana, but nilivyokuwa secondary form 2 nilianza vile nilivunja tu ungo nikaanza kupata mwili. Na nakumbuka ni maisha kijijini, as you know guys, mimi nimeishi kijijini muda mrefu kidogo, nimesoma kijijini. Kwa hiyo shuleni tulikuwa tunatembea umbali mrefu sana kwenda na kurudi, na tulikuwa kutembea na kazi za nyumbani. Of course mimi ni mtoto wa kike peke yangu kwetu, kwa hiyo kazi za nyumbani mimi ndo nilikuwa kama ndo house girl wa nyumba. Kwa hiyo nilikuwa nafanya shughuli, lakini sijai kuwa mwembamba. Kutokea nilianza kupata kamwili, basi ndo mwili ukaanza kuja. Of course sikuwa mnene wa kuboa, sikuwa mnene sana, sikuwa lazy, lakini nilikuwa tuna mwili. Na nikafikiria ile lifestyle tulikuwa tunaishi, the way tulikuwa tunaulaji, yani maisha tu kwa ujumla, nikagundua kwamba tulikuwa tunakula kupitiliza. Kwa sababu unatoka, nilipokuwa tunakaa nyumbani kwetu na kwa bibi yangu ilikuwa sio mbali. Kwa hiyo tukitoka shule tulikuwa tunakula nyumbani kama chakula, kwa sababu sometimes mama alikuwa anaenda kazini, kwa sometimes hakuna chakula, lakini lazima tuende kwa bibi. Bibi alikuwa akipika, lazima tuwekee chakula, hata kama ni kidogo, hata tukatia hivi, akikisha kila mtu kapata, tumekula. Kwa hiyo ni hali ambayo tumekuwa hivyo, hata kama kwa bibi hamna chakula, lakini mtakula, kwa sababu kijijini kuna maembe, kuna maparachichi, inategemea ni msimu wa kitu gani, lakini vitu vipo vingi. Mtakula miwa, mtakula, lazima, huwezi kukosa chakula. Au utakuta kukataga, utakanga mayai, utafanya, utakula. So ile hali sijui, labda maybe ndio imekuja kunipelekea kuwa hiyo emotional eater, au ndo ilikuwa pia huko nyuma labda niko emotional, that way nilikuwa nakula hivi, labda sikumbuki au nini, I don't know. But tulikuwa tunakula tu, ovyo, unakula, ukiingia unakula, ukirudi unakula, ukitoka unakula. Kwa hiyo ndo yalikuwa maisha. Lakini hiyo hali imekuwa, nimekuwa nayo mpaka hivi utu uzimani. Nimekuwa na hiyo kula. Lakini nikifikiria ulaji wangu, ninakula zaidi nikiwa na emotional, labda na kitu kuna kitu kimeni stress, au kuna kitu kinanifikirisha sana, au kuna mtu kaniuzi, au na furaha ya kitu fulani. Mimi kwenye hizo moment mimi natafutaga chakula, ndo kinaniliwaza, chakula ndo kinanifanya, kinaniburudisha, chakula ndo kinanifanya nijisikie vizuri. Mimi sinywi soda, mimi sinywi pombe, lakini chakula, na chakula nikiwa kwenye hizo stress, au nikiwa kwenye furaha, nikiwa kwenye nasipendi, obvious sili healthy, obvious utatafuta chips ziko wapi, wali maharage uko wapi, utatafuta vile vitu vizuri vya kupoza moyo, vya kufanya ujisikie vizuri. Nikasema anyways, hichi ni kitu ambacho nimekuwa nacho kwa muda mrefu sana.
kwa sababu mimi pia ni mtu ambaye niko reserved, sio mtu ambaye nitapitia jambo mpaka uone nimekwambia yani sijui. Lakini mimi ni mtu ambaye mambo yangu na sort mwenyewe, yani nitalibeba mpaka mwenyewe tu, yani nitakaa alafu mwisho nitaliachia. Lakini kwa wakati huo nikiwa sasa kwenye hicho kipindi, yani tumbo linawakaga moto hivi, chakula kiko wapi? Yani ninaona ndo napata comfort, yani napata fulfillment kupitia chakula. Kwa hiyo nimekuwa hivyo mpaka hivi tu yani mpaka hivi tu nimejitambua kwamba kuna kuelekea sio kuzuri, ndio nikaamua kwamba okay Naomi, no, you have to change. Lakini so far nilikuwa yani ndo maisha yangu, na ni kitu ambacho kimenifikisha hapa nilipo, au kina mchango mkubwa mimi kwenye hizi kilo ambazo niko nazo, kwa sababu anyways ningeweza nikawa mnene lakini not this much. Kwa hiyo najua ni kitu ambacho pia kimenichangia kunifikisha hapa nilipo, kwa sababu ya yani mimi nilikuwa sina option ni kwamba okay, una stress Naomi, kuna kitu kimekuuzi hivi, yani chakula kiko wapi? Mimi hutanikuta nimekunywa soda, hutanikuta na sijui pombe, sijui no. Mimi ni chakula, na chakula yani kwa sababu ni ile stress, sijui ni akili, sijui I don't know, yani unakula vizuri, unashiba, unajisikia, then ukikaa masaa mawili unatafuta tena kitu kingine, jamani sijui, unaenda kuchukua tena kitu unakula, then unasikia kwa unajikuta unakula hata mara 4 mara 5 kwa siku, una overeat kwa sababu ya hizo emotional and all that, of which imagine unakula mara 5 kwa siku. Hapo katikati labda umesnack, umeingia jikoni, umetoka na kitu, umeingia ndani, umerudi na kitu. Kwa hiyo ni kitu ambacho yani nikifikiria ni kitu ambacho mimi ndio kimenifikisha, kimenifanya nikagain a lot of weight. Kwa hiyo nikasema ngoja niongelee, kwa sababu I don't think kama niko mwenyewe. Najua niko na wenzangu ambao situation kama hii inatusumbua guys, kwa sababu mimi nimekuja yani baada ya saa kuona kilo 126, Naomi, you have to change. Naomi, wake up. Hey, that is the day nikaamua kuona inabidi control. So nikaanza kubadilika, yani kukaza. Yani sometimes unajisikia tumbo linawaka moto, nini mambo hayaendi na nini, lakini unajikaza ile kwamba okay, na umeacha kujiendekeza. Na hii kanifundisha kwamba yani kutafuta other alternative za kuondoa stress, other alternative za kuexpress your feelings, other alternative za kufanya yani ujisikie vizuri out of food. Kwa sababu mimi nilikuwa yani chakula is my number 1. Nilikuwa sina kitu kingine cha kusema okay, na stress ngoja nitembee, na stress ngoja nifanye hivi, au na kitu kimenifurahisha ngoja nifanye hivi. Mimi yani the only option is food, yani food. Lakini nikagundua kumbe unaweza find other, there is a lot of things ambacho yani unaweza ukafanya na vikakusaidia ku release hiyo tension, ku release hizo emotional, ku release everything. Na kila mtu anaweza katafuta kitu, yani kama uko kwenye hiyo situation unaweza kutafuta kitu ambacho kitakusaidia. Inaweza ikawa labda ukilia, kuna mtu hata apate nini, akilia anajifanya anajisikia, yani inaondoa ule uchungu, kama yuko kwenye uchungu vile vya kumuumiza, akilia anasikia nafuu, anasikia vizuri na maisha yanaendelea. Mwingine labda kupiga kelele, labda unajifungia chumbani unapiga kelele, ni inakufanya ana relax. Mwingine utapata comfort maybe kwa kusoma, labda kama mpenzi wa kusoma unaweza kutumia kusoma. Mwingine anaweza katembea, labda kutembea. Mwingine kunywa maji. Mwingine unaweza kutafuta vitu ambavyo ni healthy, ambavyo vitakusaidia
tofauti na chakula. Kwa mfano kwa mimi sasa hivi, nilikuwa mimi sio mtu wa mazoezi, nilikuwa mimi sipendi mazoezi, nilikuwa mimi mazoezi naona kama unanitesa, yani kama wewe sijui unaniagana na mimi. Lakini sasa hivi nimejitahidi kwamba okay, no matter how hard mazoezi yanakuwa, sometimes kama hujazoea, yani mazoezi unaona kama tu yani mtu sio anakufanya nini, lakini nikasema kama kuna kitu nimehold afu vile ukifanya yani kuna namna una release tension. Au kama ni mtu ambaye unapenda kutembea, imagine uko kwenye stress, uko kwenye kitu, ukatembea nje umbali mrefu, the environment, then yani inakufanya, kuna namna ukirudi hawi the same person, yani kuna namna yani inakufanya, inakupa peace of mind, inakusaidia. Au mwingine ndo kama hivyo, labda music, kucheza muziki, mwingine anajinunulia kitu kizuri. Yani tunaweza tukatafuta vitu ambavyo vinatusaidia au vitu ambavyo vitatujenga tofauti na chakula guys. Na nikasema ni share na nyinyi guys, kwa sababu najua inawezekana tuko wengi, lakini inawezekana. Of course haitakuwa rahisi sana, kwa sababu labda ni kitu ambacho umekuwa umefanya kwa muda mrefu, umekuwa kwenye situation muda mrefu kama mimi, kuanzia huko nasoma na nini and all that, ni muda mrefu. Kwa hiyo kwa kusema kuacha kabisa sometimes inaweza ikawa ngumu, lakini jitahidi kujitafuta kwamba ni nini kinakupa amani, ni nini kinakupa furaha, nifanye nini yani nje ya chakula, nifanye nini, na tujifunze kwamba okay, mimi nikikaa nikila, yani usile kwa hisia, kula kwa sababu una njaa, kula kwa sababu ni muda wako wa kula, kwamba okay, huu ni muda kwamba nataka nikae nile, nishibe, niendelee na maisha mengine. Yani usile kwa sababu ni muda wa kula. Yani unaweza kuwa ni muda wa kula na haujasikia njaa na ukakaa ukala, yani unakulia hisia, au unakula kwa sababu ya mazoea. Lakini tukijifunza na tukaepuka hilo, yani maisha hayatakuwa magumu kabisa, kwa sababu yani ni kitu kikubwa sana ambacho tutakuwa tumeachana nacho. Yani ni kitu kikubwa sana ambacho kinaweza kukuvusha. Yani chakula, eating too much, yani is not something ambacho ni kizuri at all. Yani kula sana yani kuna kupotezea focus, yani huwezi hata kufikiria inavyopaswa. Kwa hiyo guys, we can do it and we can do it. Usikate tamaa. Kama kwenye safari hii ya kupungua uzito, please usikate tamaa. Yani kitu ambacho unaweza kujikosea, kitu ambacho unaweza kujirudisha nyuma, kitu ambacho unaweza kufanya makosa ni kukata tamaa. Yani haijalishi uone matokeo, we fanya, do it right, matokeo yanakuja. Kwa sababu kubadilisha tabia na mwili kupata matokeo, kumbuka ni vitu ambavyo umekuwa umefanya, yani umekuwa kila vibaya maybe for the longest. Kwa hiyo sio kitu ambacho utafanya labda uanze kula healthy siku mbili ubadilike, no. Ni inatakiwa iwe lifestyle. Kwa hiyo yeah, na tukiweza kubadilika, tutabadilisha familia zetu, tutabadilisha mifumo ya nyumba zetu, mifumo ambayo tumezaliwa tukijua kwamba lazima ule mara 3 mara 4 kwa siku. Kwa hiyo yeah, tutaepuka vingi. So ni hayo guys kwa leo, nimesema tu ni share na nyie tupate kujifunza. Nawe kama umekuwa tu ni muhanga, guys comment ili nijue mimi sio muhanga peke yangu. Yani mimi nijue kwamba okay, kuna wenzangu na wenyewe wanapitia, na tubadilike guys, tuendelee kutafuta furaha kwenye vitu vingine, tutafute amani kwenye vitu vingine, tutafute vitu, yani vitu vinavyotufurahisha vingine.